taratibu. Na nataka niseme kwamba pia mali amani ama watu wanataka kufuruga amani, kuna pia uwezo, kuna pia kitu ambayo sheria ambayo lazima tufuate. Kwa sababu haiwezi kuwa kwamba kama kuna mtu ambaye amekosea, amefanya makosa, jamii yote ambao wanaanza kuhusika yote kulete mambo ya kupigana, mambo ya vita. Hatutakubali tena katika mipaka yetu, wanataka watu wa mix free. Na kwa sababu hiyo tutaongeza maofisa wa usalama kwa wingi. Hii mpaka mnaona hii barabara hii, mpaka hii tutaongeza, tutajaza kabisa, kwa sababu tumesema sisi pande yote itakuwa mchango wa kila sisi wote hapa vile tuhudumishe mambo ya amani. Kwa hivyo security officers mtaona kwa hii barabara wataongezeka, na watashughulika tu wale wanafanya mambo ya kuvunja mambo ya amani na mambo ya usalama. Na vile tumesikia Bereza pia, mwalifu ni mwalifu, haina kabila. Hakuna mwalifu kusema hii ni mwalifu wetu pande ya Masaini, ama hii ni mwalifu wetu hii ni eneo yetu wa Kisii. Mwalifu atapatikana, na mwalifu ile yote pia anaanza kuchochea, chochezi, kuleta watu pia. Tukidili nawa, tafadhalini msitarajie kama tutadili naye kama tuko sababu ya pande ya jamii fulani. Tutadili, na nataka tuelewane hapa. Tukipata kama wameingia pande hiyo yote, police officer security under instruction, kudili na mtu mmoja yote bila kusema mbona kuonewa. Hakuna mambo ya kuonea hapa, hakuna, hatutakubali. Na mtaona sasa area hii operation area hii eneo sasa, kuanzia border ile mtu yote atakimbia kusanya watu, tunaenda kwa vita, kila mtu akama kwao. Na wazee pia wachukue zile jukumu vile nimesema, na wazazi waongeleshe vijana wao. Hakuna mambo ya kusema ati ni mob. Muongeleshe vijana wenu, mkanye vijana wenu, mshawisha vijana wenu wawe na nidhamu na waepuke na mambo ya utofu wa usalama, kujihusisha na mambo ya uhalifu hapo, kwa sababu haitakuwa sawa kabisa. Kuanzia leo mtaona vile tumesema tutamwaga na itadili na wao watu wa kuharibu mambo ya usalama. Kwa hivyo mimi nitafanya sasa hivi, nimkaribishe mwenzangu County Commissioner wa Kisii pia aje pia mbele achangie yake, alafu tutakaribisha magavana wetu. Shukrani, karibu bwana County Commissioner. Asante ndugu yangu. County Commissioners wetu wawili wa Narok na Kisii, County Governors, not County Commissioners, County Governors wetu wawili wa Narok na Kisii, ndugu yangu County Commissioner na County Security Team, County Security Teams wote, mheshimiwa mbunge wetu, speakers, waheshimiwa MCAs, viongozi wa tabaka mbalimbali, hamjambo tena. Kwa majina naitwa Joseph Kibet, County Commissioner wa Kisii, na kabla sijasema machache, ningependa niwafahamishe County Security Team members kutoka Kisii, wale tunafanya nao kazi ata ya Narok. Ama tuanze na Sub County Security Team members. Tuanze na ya Narok. Sub County Security Team members wa Narok, muaone tu ndio huyu mmoja, wengine wanashughulika kazi nyingine kule. Tuko na Sub County Security Team members wa Kenyenya, Sub County Security Team members wale walinda usalama wa Kenyenya. Tuko na madam na tuko na DCC na mtu wetu secretary. Nafikiri wengine wanashughulika na kazi ile nyingine kule mbele. Tuko na County Security Team members wa Narok host, wale wa Narok. Sawa. Then wa Kisii, County Security Team members wa Kisii ndio hawa, mmewajua. Asante. So nafikiri yangu itakuwa machache. Ile kitu imetuleta hapa ni amani. Sisi ndio tumeleta amani, lakini wale wanaguza amani ni kina nani? Wale watadumisha ni watu wetu wa Kisii na Narok, wale mnakaa majirani. Ile kitu imeleta hii shida yote ni wizi wa ng'ombe. Nataka niseme pole kwa wale wameathirika. Najua tumepitia shida mingi. Najua for the last 2-3 weeks hatujalala, tunakaa tu chonjo kwa manyumba zetu. So nataka niseme pole kwa wale waliumia, wale walipata majeraha. Poleni sana.
Mwizi ana kabila, nataka tujue hivyo. Hakuna wakati mwizi anakuanga na kabila. So wakati tunaulizana ng'ombe yetu imeibiwa, Wakisii msikue na kisasi na Wamasai mkifikiria Wamasai ndio wamechukua. Wamasai wote sio waizi. Na kwa upande hii pia ya Wamasai, tusione kama Wakisii wote ni wabaya. Kuna wale wabaya. Na wabaya ndio tunawaita criminals. Hawa ndio inapaswa tuwaelekeze kwa mkono ya serikali. Tukitaka kumaliza hii shida yote, tufuate ile utaratibu imemsema. Kuna wazee wameongea hapa. Kuna kamati ya boda. Ile wanafuatilia mambo ya wizi ya ng'ombe ikitokea. Tunasema tunafuata nyayo. Tuko na kamati ya Kisii na tuko na kamati ya pande hii ya Masai. Mkifuata nyayo ikifika mahali imefika, tunaita kamati ya kama imefuka pande hii. Tukiwa na machief, kamati ya amani na walinda usalama. Tukifika mahali nyayo imefika, tunaanza kuitisha msaada kutoka kwa wenzetu pande hii. Na ile kitu nilipenda ni vile ndugu yangu speaker wa Narok alisema, tusiende na vikwazo, tuseme ati tunapeana, tunataka leo tunataka ng'ombe. Sababu mwizi hayuko ndani yetu, saa ile tunafanya hivyo. Na hata tukichunguza kwa undani hii mambo ya wizi ya ng'ombe, kwa kusema ukweli ni mambo ya kupokezana. Hata kama kuna Masai ameingia kwa mama pima kule, hakuna wakati atatoa ng'ombe kule kwa Kisii aingize kwa Masai. Haikosi kuna kijana wetu moja analeta ng'ombe anapokezana na kijana wa Narok. So lazima tuchunguze hiyo kitu kamili. Tukitaka kumaliza hii uhalifu, tuchunguze kamili, tuchunguzane. Kwa sababu hata tunapoongea saa hii, jana tumekuwa tukishika doria kwa hii barabara ya mpaka. Kutoka hapa mpaka Nyabitunwa, kutoka Nyabitunwa mpaka kule Nyakenge, kutoka Nyakenge tukaingia kidogo Emburgen kule Narok na tukarudi tena tukakuja pande hii ya Kisii. Ile taarifa tulipata hapo ni kwamba kuna kijana moja anachukua ng'ombe kwa Wakisii anaelekeza kwa Wamasai. Na ndio sababu ulisikia ndugu yangu akisema ameshikwa. Mheshimiwa alisema kuna kijana tulichangamkia usiku. Na hapo kule kwa DCI Kenya. Atahojiwa. Kwa sababu inasemekana yeye ndiye anapitisha ng'ombe kwa Wakisii akielekeza kwa Wamasai. So hivyo ndio tunataka tufanye tukitaka kumaliza hii shida. Hatuwezi maliza shida kama tunatetea uhalifu. Hatuwezi kumaliza shida kama tunachukua sheria mikononi. Hakuna wakati hiyo vitu itapelekana. Tuko na maafisa wetu wa usalama. Nimesikia ndugu yangu speaker alisema wakati ile watu walikuwa wanachoma pande hii wanachomewa manyumba. Tusiende hiyo mkondo. Wacha tufanye mambo kulingana na sheria ndugu zangu. Ila hata inaeleweka sheria inasema hii. Ng'ombe ikiibiwa kitu ya kwanza ni kupiga ripoti kwa polisi, ndio tuanze kufuata nyayo haraka haraka. Tukishirikiana kama kamati ya boda na machifu wetu wa pande zote mbili, hakuna wakati tutaenda mbaya. Na hakuna wakati tutakosa amani. Hii mambo ya uhasama itaisha. So unataka tujue kwamba mwizi ni mwizi. Na mwizi ana kabila. Na hakuna wakati tutashikana na mwizi. Ile watu wameumia hapa ni watu innocent. Hakuna mtu hata anajua ile kitu inaendelea. Hata ile vijana mnaona wanachangia wako mstari ya mbele kupigana kwenda kuchoma miwa. Ni criminals. Hawa ni wakora. So tushikane na sisi kama viongozi tuongoze vijana wetu. Tusiwajilie vijana wetu watuongoze. Tukiwawajilia tutapotea mwelekeo. So shida kubwa hapa ni wizi ya ng'ombe. Hakuna shida nyingine. Sijasikia mtu akisema ati wanasozana na Masai kwa sababu ya shamba ama kwa sababu ya ile miwa alikomboa. Ni wizi ya ng'ombe. So wizi ya ng'ombe tuhakikishe tumemaliza kupitia kwa ile utaratibu tulijiwekea. Na tuheshimu hiyo utaratibu. Na tukienda na hiyo utaratibu tusiende na chuki. Sababu tukienda na chuki hatutapata suluhu. Sawa sawa. Jambo lingine mheshimiwa governor wetu, kuna hiyo soko. Wakati tulikuwa hapa siku nyingine na mheshimiwa MCS, walipendekeza hiyo soko ikiisha, hiyo tunajua itachumulisha Wamasai na Wakisii na itatusaidia kudumisha amani. Na tutachagua kamati ya hiyo soko, wengine watatoka Narok, wengine watatoka
So tunaomba utusaidie, utumalizie vile MCA ameomba. Tukimaliza hiyo haraka na tuanze kutumia, hii vita na hii joto na hii mori tunakulanga hapa itaisha. Nafikiri tukimalizia hapo itakuwa sawa. Na tuseme tubarikiwe. So wacha niwaachie waheshimiwa wetu governors waseme machache, tumalize tuende kule kwingine. Karibu mheshimiwa governor. Tumkaribishe na kilo kama desturi. 1 2 3